Bwana Yesu asifiwe. Leo hii nina furaha kubwa sana, lakini pia ningependa niwakaribishe kwenye kipindi cha siku ya leo, nikiwa na tumaini ya kwamba kila mmoja anayenisikiliza atapata msaada ambao umekuwa ndio maombi yake kila siku. Siku ya leo ningependa niwe na topic nzuri tu ambayo nimeipea kichwa ambacho kinasema kazi na matumizi ya damu ya Yesu katika kuitamka na kwenye meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakuwa ni series ndefu tu, lakini ningependa uisikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu watu wengi ambao kuna changamoto, majibu yapo ama wanaweza tu wakasaidika, lakini hawajui kweli, hawajui namna ya kutoka kwenye yale mateso. Maandiko yanasema ya kwamba nanyi mtaifahamu hiyo kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru, kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 32. Kwa hivyo ningependa moja kwa moja, bila kuharibu muda wangu ama bila kuharibu muda wako, tukapate kuingia kwenye somo, na ningependa nianze na kueleza kazi tofauti tofauti za damu ya Yesu Kristo. Sasa damu ya Yesu Kristo hauwezi ukaieleza wakati ule Yesu alikuwa hapa duniani peke yake, ama alipokuwa anafanya kazi hapa duniani. Lazima tuianzishe kuifundisha kuanzia kwenye Agano la Kale, maana historia ya damu ya Yesu Kristo haijatokea wakati ule Yesu alipokuja hapa duniani, lakini ilitokea siku mingi tu. Ndio maana maandiko utaona kwamba kwenye kile kitabu cha nataka niangalie maandiko katika kile kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 na mstari wa 8. Maandiko yanasema, inaongelea kuhusiana na mwanakondoo aliyechinjwa hata kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo, na Yesu amekuwapo, ni vile akiwa mbinguni alikuwa amepewa majina mengine tofauti sana. Alikuwa anaitwa mwanakondoo, lakini pia alikuwa anaitwa neno. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 1 mstari wa 29, wakati ule Yohana Mbatizaji anapomwangalia Yesu akija, anasema, tazama mwanakondoo achukuae dhambi za ulimwengu. Hakumuona kama Yesu, lakini alimuona kama mwanakondoo, kwa maana Yohana kuna wakati alikuwa mbinguni kabla haja kuja hapa duniani kuandaa njia ya Yesu, lakini pia Yesu kuna wakati alikuwa mbinguni. Hata wewe kuna wakati ulikuwa mbinguni kabla huja kuja hapa duniani, na Mungu amekuleta hapa akiwa na kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Yohana anapomwangalia Yesu mara ya kwanza, amwangalie Yesu kama mwanadamu, anamwangalia Yesu kama mwanakondoo ambaye amekuja kuchukua dhambi za ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo hatuwezi kuelezea Yesu ama damu ya Yesu Kristo tukianza wakati ule Yesu amekuja hapa duniani. Lazima tuanze wakati ule ambapo damu yake ilianza kutumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ilianza kutumika wakati wa kuweka misingi ya ulimwengu, ama kuweka foundation ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kazi mojawapo ya damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo ni kwamba huwa inaanzisha msingi wowote wa Mkristo. Wakristo wengi misingi yao imeharibika, ya ndoa, ya biashara, ya masomo, kwa sababu hawajajua kuanzisha misingi ya hicho ambacho wanakifanya kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 na mstari wa 8,
Maandiko yanasema mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia. Huyu ni Mungu ama huyu ni Yohana alikuwa anaongea akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu wa Bwana. Anamuona Yesu kama mwanakondoo ambaye Mungu alimtumia kwanza, ama alitumia damu yake katika kuweka misingi ya ulimwengu. Kabla Mungu hajatengeneza huu ulimwengu ama hii dunia ambayo unaiona, kwanza alichinja, na alichinja mwanawe wa pekee ili kwamba damu yake ipatikane iweke misingi ya ulimwengu ama foundation. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu, nadhani kitabu cha Zaburi 11 na mstari wa 3, maandiko yanasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki wa Mungu atafanya nini? Kumbe misingi ya mwenye haki huwa mara nyingine inaweza ikaharibika, na misingi ya mwenye haki huwa inaharibika wakati ule ambapo huyu mwenye haki hajajua kuweka foundation ama ile misingi aliyoweka kwenye kitu kile ambacho kimeharibika, akuiweka kwa nguvu na uwezo wa damu ya Yesu Kristo. Kama Mungu kabla hajaweka misingi ya ulimwengu alihakisha kwamba amechinja na akaweka damu ya Yesu Kristo, damu ya mwanae Yesu Kristo. Sasa wewe ni nani ambaye wewe umeokoka na wewe ni Mkristo? Umeanzisha ndoa, lakini ile ndoa haujaitamkia damu ya Yesu Kristo iwe kama msingi. Umeanzisha biashara, lakini haujatamkia ile biashara damu ya Yesu Kristo iwe msingi. Umeingia kwenye kazi ama umeenda shule fulani, lakini unaona kwamba haujatamkia damu ya Yesu Kristo iwe misingi kwenye hicho kitu. Ndio maana utaona kwamba wenye haki wengi wako kwenye mateso, wanatetwa na shetani. Maana shetani aliangalia kwenye msingi wa kile ambacho unakifanya, akaona kwamba hakuna alama ya damu ya Yesu Kristo. Hivyo basi ikawa ni rahisi sana kuharibu ile foundation ama ule msingi wa kile ambacho unachokianzisha. Kwa hivyo kazi mojawapo ya damu ya Yesu Kristo inakuanga ni kuweka msingi wa chochote ambacho ungependa kifanikiwe kwenye maisha yako. Watu wa Illuminati na Freemason utaona kwamba wakianza kujenga nyumba mara nyingi huwa wanachinja, ama unashangaa kwamba kwenye ile gorofa ama kwenye ile nyumba kuna mtu anafia pale. Familia wanakuja wanalipwa pesa mingi tu, lakini hawajaelewa kwamba yule mtu ndiye ameweka kama msingi. Kwenye ulimwengu wa kiroho, mashetani yakiangalia kwenye ulimwengu wa kiroho, kama Mungu akiangalia ataona kwamba ile gorofa haijawekwa kwenye msingi ambao ni wa kokoto na tofali ambao zinawekangwa, lakini katika ulimwengu wa kiroho wataona mtu ambaye amefia pale kwenye msingi. Na ndio maana utaona kwamba kuna nyumba ambazo utahamia, na ukihamia kwenye ile nyumba unaanza kusikia uwepo wa shetani, kwa sababu msingi wa ile nyumba uliwekwa na damu ya mwanadamu. Kuna mtu aliuawa pale, kuna mtu ambaye alichinjwa akawekwa katika msingi. Ukienda kwenye zile nyumba unashangaa kwamba kuna mtu alikuwa ananiambia kwamba kuna nyumba ambazo ukienda kule haufai kuchinja, haufai kula kuku kachinja ati kuku damu yake ikamwagika. Ni masharti kwenye ile nyumba, kwa sababu wameweka misingi ama foundation ya damu ya mtu, ya damu ya kitu kingine tofauti, na kuna mashetani yako kwenye ile nyumba. Hivyo basi akiona damu tu imemwagika, kama ni ya kuku ama umekuja ukachinjia mbuzi pale, yale mashetani yanaweza kuja kukuataki ama kuja kukunywa ile damu. Kuna vituko na furugu ambao zitatokea pale. Kwa hivyo ni masharti ya mwenye nyumba, kwamba ni mtu alikuwa ananieleza, ananiambia kwamba ukiingia kwenye ile nyumba haufai kuchinja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii dunia ambayo unaiona, Mungu kabla hajaweka msingi wake, kabla Mungu hajaianzisha, kwanza alichinja mwanae, akamweka katika msingi, akamweka kwenye misingi ya ulimwengu. Maandiko yanasema
kama misingi ikiharibika, mwenye haki wa Mungu atafanya nini? Umbali ambapo utaenda kwenye kile ambacho unakifanya inategemea msingi wako, inategemea vile ambavyo umeweka msingi wa kile ambacho umekianzisha.